Okay. Bwana basi hapa ni 1-4 katika mashine safi kabisa, kitu bomba anaita Love Me Again. Na Mr. Burudani mitamboni, tukizidi kabisa kuliamsha popo, tukizidi kusonga mbele katika mashine safi kabisa, kitu bomba hii hapa. Nipende tena. Kwa jumlisha 18155889811. Unanipata kupitia WhatsApp kama Mr. Burudani ni the Jolly Voice. Tukizidi kabisa kusonga mbele. Basi standing no wewe. Kwa costo moyo you can spend me now. Life them do back. Wangu wa pekee. Bwana basi tukaianze mashine ya kwetu hii hapa ya 14 episodi na Mr. Burudani. Bwana basi tuanzie pale pale tulipoishia katika episodi ya 13. Hii hapa ni episodi ya 14. Tunaanzia hapa. Basi ilibidi endelee kumsubiri mama pale nje. Huenda pengine anaweza akaja. Dogo anafikiria kwamba mama yake atakuja bila kujua kwamba mama kasha kuja na kasha ondoka tayari. Basi tuachane na watu moja kwa moja upande wa pili huko. Mama, umerudi? Huyu vipi tena? Na shida gani? Anambia itakuwa uame mama, itakuwa mambo yameenda vibaya eti. Nenda kazungumze naye basi. Nenda kazungumze na dada. Kaka Minghui. Anambia ndio. Anambia dadangu amerudi muda si mrefu. Anambia Yue. Anambia nisikilize vizuri. Dadangu uwaga akili yake kidogo haipo sawa eti. Uwaga anakasirika mapema sana. Anambia usijali, kwa kuwa uko hapa nitakupeleka mkaongee kwa utaratibu eti. Haitakuwa mbaya tena. Anambia usijali. Mama, Yue yuko hapa. Sasa ikabidi anchukue Yue na kumpeleka ndani. Yule. Aya. Anambia Mr. Yu amekuja eti. Basi mimi nitaenda sokoni kuzoza mchele kidogo. Anambia mimi nitaenda na mama. Tutawaacha mzungumze nyewe wawili eti. Basi ikabidi watoke pale. Kaka kwa anavyofurahi utafikiri muungwana kweli kweli. Lakini kumbe anachokitaka hapa ni pesa peke yake. Anambia kwa kuwa Mr. Yu yuko hapa, haina haja tena kuwa na wasiwasi. Ndiyo mama, kila kitu sasa hivi kiko sawa eti. Yule. Basi libidi wakae chini wazungumze. Anambia Yule, vipi? Inaonekana huna furaha. Kuna shida yoyote ile? Vipi kama nitakuchukua kidogo tukatembee? Ili kidogo kuyatoa mawazo yako. Anambia kuna mtu nataka nimtembelee. Basi sawa. Basi binti alidai kuna mtu anataka kumtembelea. Alikuwa ni Sister Yu pamoja na Yufu ambaye ni mumewe. Anambia najua ya kwamba wakati wote huu sijafanya kitu chochote kile kwa ajili yenu. Hata hivyo pia nimeenda kumtembelea mwanangu leo Zialon na nimegundua kwamba yupo sawa na ana furaha sana huko walipo. Kwa maana hiyo hii nimeileta kama shukrani kwangu. Anambia usijali, sisi ni ndugu heti. Haina haja kutukabidhi pesa. Anambia sisi ni kama ndugu kwako. Anambia hapana, hii ni kama shukrani tu kwangu. Sio kwamba nawapatia pesa hii labda kuna kitu kingine kile ambacho kipo akilini mwangu. Anambia ni kama shukrani tu kwangu ambayo ni kama appreciation ambayo nakuja kuwaonesha. Anambia usijali, sote sisi tumemlea Zialon. Zialon ni kama mtoto kwetu. Hata hivyo pia mke wako ni kama dada yako eti. Mke wangu mimi ni kama dada yako wewe. Kwa maana hiyo hakuna haja kutupatia pesa. Anambia hapana. Hapana bwana. Haya basi natosha. Vipi kuhusu hili? Vipi kama tutachukua pesa hii afu tukawekeza katika biashara fulani. Afu matukio ambayo yatatokea basi tutachukulia kama tutapata, kama kuna faida ambayo itapatikana au kama pesa zote zitapotea. Basi wote watatu mtagawana pesa hizo, au kama zitapotea basi mnasahau wote.
Aya, basi ilibidi iende hivyo. Lakini binti alivyokuja hapa, kumbuka binti amekaa hapa sio kwa muda mrefu, lakini hapa ni kama nyumbani kwake. Maana hapa ndipo alipomkuza mwanae. Na hapa ndipo alipopitia magumu, machungu ya dunia. Yote amemkuta akiwa hapa, akiwa anaishi hapa. Anaambia nimekuwa nikisafisha chumba hichi kila siku na hakuna kitu chochote kile ambacho nimebadilisha. Anaambia ndio. Mke wangu amekuwa akifanya kazi kusafisha chumba hichi na huku akisema kwamba labda pengine unaweza ukahama muda si mrefu na kurudi hapa. Yule, vipi? Unaonekana ya kwamba furaha yako imeondoka tena. Jamaa anaambia inaonekana kwamba furaha yake imeondoka, kuna shida? Ambia ni kwamba nakumbuka tu mambo yote ambayo nimepitia. Binti akawa anakumbuka, maskini ya Mungu, mambo ambayo kayapitia akiwa hapa. Upande wa pili huku wanamsubiri mama mdogo, anamsubiri mama yake Yuli, lakini mama haji. Mama kashaondoka tayari. Mdogo anamsubiri mama, maskini ya Mungu. Ambia Xiaolong, vipi? Mama bado hajakuja, unaje kama tutamsubiri mama ndani? Anaambia hapana. Auntie, hivyo unajua mama anapoishi? Au unajua sehemu ambayo mama anakaa? Nipeleke basi. Samahani eti. Auntie amesahau. Umesahau? Xiaolong, ambia tukamsubiri basi mama ndani eti. Atakapokuja atagonga mlangoni na watamfungulia mlango. Anaambia hapana, mtamsubiri hapa. Anaambia hapana. Wanawezaje kufanya hivi? Yaani umewapatia mtoto wako na mwisho wa siku anakuambia kwamba usimtembelee kabisa mtoto. Anaambia wao sio wa kulaumiwa, ni kwamba mimi niliweka ahadi peke yangu na kwamba sitomtembelea mwanangu au sitoenda kumtembelea dogo. Anaambia unawezaje kuwa hivi eti? Ni mtoto wako eti. Anaambia upendo wa mama na mtoto huwezi kutenganishwa kama hivi. Mama na mtoto huwezi kutenganishwa kama hivi eti. Hii ni nani sasa? Ambia niliwaahidi, niliweka ahadi ya kwamba sitomtembelea mwanangu. Ambia Yuli, ambia wewe na mtoto wako mnapendana sana. Hii sio nzuri. Jamaa anadai ya kwamba kitu hichi sio kizuri, kujaribu kumtenganisha mama pamoja na mtoto wake wasionane. Basi tuachana haya, tuje moja kwa moja upande wa pili kwa jamaa wako. Anaambia Mr. Yu kaja kukutembelea. Anaambia vipi? Yupi huyo? Anaambia Mr. Yu anadai kwamba anadai kwamba mlisoma wote. Mwambia kwamba sipo. Oya. Vipi? Inaonekana uko busy sana na kazi mpaka utaki kumuona rafiki yako. Jamaa kamgeukia. We tuache kidogo. Sasa kumbuka jamaa aliwaona siku ile pamoja na Yuli. Unaambua mpaka sasa hivi ana hasira kweli kweli. Jambia ni muda mrefu tujaonana, miaka 7 sasa hivi. Ambia ndio, ni muda mrefu. Ambia miaka hii ambayo imepita inaonekana vitu vingi sana vimebadilika. Ambia ndio, mpaka mioyo ya marafiki imebadilika. Unamaanisha ambia unamaanisha Yuli. Shinli. Ambia itakuwa ambia itakuwa nini? Nyie wote wawili mioyo yenu imebadilika. Ambia utakuwa na maana gani? Utakuwa na maana gani? Ambia unafikiri kwamba mimi sijui kila kitu kinachoendelea? Kama una chenye cha kuongea ondoka hapa. Ambia nini? Ambia nimekuja hapa ili kutaka haki dhidi ya Yuli. Ambia Yuli kakukabidhi mtoto wake, kakuzalia mtoto, kakulelea mtoto huyu kwa miaka 6 na bado mwisho wa siku unasubutu kumzuia binti kumuona mwanae. Hivi unafikiri kwamba hii ni haki? Anaambia wewe inakuhusu nini? Yuli na mimi pamoja na mtoto wangu, mambo hayo ni yetu sisi. Wewe huna haki ya kuongelea au huna haki ya kutuongelea sisi.
Ni kwamba sikuja hapa kwa ajili ya kugombana na wewe. Anaambia toka. Aise. Da. Jamaa alimfukuza rafiki yake. Alimfukuza mwanae. Unaambia uwana umeishia hapa. Basi tuachane na hayo, tuje moja kwa moja upande wa pili. Binti alikuwa huko. Alivyokuwa hapa, Shinli alimfuata. Anambia Yuli, kuna kitu nataka nikuulize. Shinli, wewe mpumbavu, funga mdomo. Anambia ukiongea tena upati chochote kile kutoka kwa harusi hii inakuja kutokea. Mimi sijaongea. Anambia nini unataka? Ongea. Nini kimekuleta hapa? Unakuja unafoka kama hivi. Anambia mniambie. Hivi kwa nini ulinikabidhi Xiaolong? Anambia kwa nini ulinikabidhi Xiaolong na kwa nini ulikuja nyumbani kwetu? Hivi ni kwa sababu ulitaka kuolewa na Yue, si ndio? Anambia ndio. Kaka naona huko ana enjoy kweli kweli. Anambia kwa maana hiyo, kwa sababu ya Yue umefanya mambo yote haya? Anambia hivi unajua? Nisikilize vizuri. Yue alikuwepo kipindi nilipotaka kujiangamiza mimi. Kipindi nilitaka kujiua, Yue alikuwepo na kunisaidia. Kipindi nilipokuwa nikipitia magumu, wakati wewe unapitia wakati wewe unaishi maisha mazuri unaishi, Yue alikuwa upande wangu mimi kunisaidia. Kwa maana hiyo, kwa kuwa unajali sana kuhusu Yue, kwa nini bado ulikuja nyumbani kwetu kumuona mtoto? Na kwa nini ulimtuma Yue kuja kwangu mimi? Kuniumiza? Kwa ajili ya kuniumiza mimi? Navoumia hivi mimi, wewe unapenda navoumia mimi hivi? I say. Anambia kweli nimeshindwa kukuelewa kweli miaka yote hii. Anambia ni bora nisingelikupenda kabisa wewe. Wewe mpumbavu kweli kweli. Unafikiri wanawake wote wako hapa kwa ajili yako? Unafikiri kwamba wewe ndio mwanaume pekee duniani? Dada. Anambia maneno ambayo umeongea hapa nimependa kweli kweli. Anambia hatosubutu tena kukufatafata huyu mpumbavu. Anambia kwa kuwa sasa hivi umeongea kila kitu na pia anafahamu, itabidi ndoa hii harakishwe zaidi, mfunge ndoa haraka haraka eti. Oya, vipi? Kaka ikabidi achukue kwanza, kuna kitabu kiko hapa, ikabidi angalie tarehe ya leo. Anambia le huyu jamaa huyu akili zake anazijua mwenyewe. Ayayaya, leo ni siku nzuri, leo ni siku nzuri eti. Vipi tena, mbona una furaha sana mama? Anambia Yuli anaenda kufunga ndoa na Yue. Kweli? Anambia ndio. Anamwambia mama yake Yuli pamoja na Yue ndoa yao inakuja muda si mrefu. Shamemsikia binti akikubali hapo. Aya, upande pili kwa Kianfen alikuwa na mtoto, walikuwa wakiwa wanamsubiri mama mpaka saa hizi. Kwa wanamsubiri Yuli, lakini Yuli bado hajaja. Tuondoke. Tuache basi. Ikabidi waache wawili hawa hapa wakiwa wanazidi kumsubiri Yuli. Ambia Xiaolong, ambia ni usiku sasa hivi na bado mama hajaja. Anaambia hapana, bado nitansubiri mama. Sasa jamaa anarudi huku, anamuona mtoto wake hataki kuingia ndani, anamsubiri mama. Na upande wa pili ndo hivyo, wamesha kosana tayari. Aya, bwana, basi hiyo ilikuwa ni episodi ya 14. Tukutane moja kwa moja katika episodi ya 15. Na Mr. Burudani mitamboni kama kawaida. Kumbuka namba zangu ni zile zile kupitia WhatsApp kwa jumlisha 18588989811. Unanipata kupitia WhatsApp. Narudia tena, jumlisha 18155889898.
11. Unanipata kupitia WhatsApp kama Mr. Burudani. Bwana, pia ukitaka kuungwa katika grupu langu la WhatsApp ambako huko unazitoa taarifa taarifa zozote zile ambazo zitakuwa zikitokea, kama siku hizi ambazo siku 2-3 hizi kuna vitu ambavyo vilikuwa vinatokea sana. Kwa maana hiyo schedule yangu kidogo ilikuwa ngumu kidogo kuniruhusu kufanya kazi. Mambo yote hayo na taarifa zote hizo mtakuwa mzipata WhatsApp. Hata hivyo pia filamu zingine ambazo zitakuwa ziwekwa YouTube pia zitakuwa huko. Hiyo ilikuwa ni 14. Tukutane moja kwa moja katika episode ya 1515 na Mr. Burudani mitamboni kama kawaida. Basi sina la zaidi la kusema. Tukutane katika episode ya 15 na Mr. Burudani mitamboni kama kawaida.